Welcome to my humble abode. Kama hautokei familia ya kitajiri, basi hakikisha familia ya kitajiri inatoka kwako. Kama hautokei familia ya kitajiri, familia ya kitajiri inaweza kutoka kwako. Sikwambii kwamba ni rahisi, lakini nakwambia kwamba inawezekana. Inawezekana kwa sababu nothing is impossible under the sun. Hakuna kitu ambacho kinashindikanika kufanyika chini ya jua. Pay attention. Pay attention. Hakuna kitu ambacho kinashindikana chini ya jua. Chochote unachotaka kukifanya ili kutengeneza ufalme wako hapa ulimwenguni, amini na tarajia kwamba una uwezo wa kufanya unachotaka kukifanya. Kama una malengo ya kuwa mfanyabiashara mkubwa, una uwezo wa kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kama una ndoto za kuwa daktari mkubwa, injinia mkubwa, rubani mkubwa, una uwezo wa kufikia malengo yoyote ambayo umejiwekea. Kwa sababu chini ya jua hakuna kinachoshindikana. Kama hautoki kwenye familia ya kitajiri, if you don't come from a rich family can come from you. Na inawezekana kwa kubadilisha portion ndogo sana ya fikra katika mitazamo yetu, especially sisi watu ambao tunatokea katika maisha magumu. Tunatokea katika familia ambazo hazimiliki portion yoyote ya ulimwengu. Yeah. Kwa hiyo hakuna kitu kinachoshindikana. Kuna kanuni moja ambayo hii ni Japanese principle ambayo billionaires wengi wa ulimwengu wanaitumia, ambayo inawasaidia katika kutengeneza mambo yao. Na wewe unapokuwa katika harakati zako za kutengeneza ufalme wako kwenye ulimwengu huu, ninapenda nikushauri kuitumia kanuni hii. Nina uhakika wa 99.9% za kwamba utafanikiwa ukifocus. Kuna kitu kimoja kinaitwa Ikigai. Ikigai ni kanuni ya Kijapani ambayo inatumika na mabilionaires wengi sana ulimwenguni ili kutengeneza mambo yao. Ni kanuni ambayo hata wewe ukiitumia ina uwezo wa kukuvusha kutoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni kanuni nyepesi sana. Kazi yake ni kukurahisishia wewe mchakato wa kujua ni nini na nini kinachopaswa kufanyika ili wewe uweze kupiga hatua kwenye swala zima la personal development, maendeleo ya mtu binafsi. Sababu kubwa ambayo mpaka leo tunaona nchi zenye maendeleo zinaendelea hata katika sekta ya mtu binafsi, yani hata katika nyanja za mtu mmoja, yani kwamba tunaona wenzetu mataifa ya Ulaya na Amerika na wapi, hata majority ya watu wao wana maendeleo mtu mmoja, ni kwa sababu wanauelewa na elimu na kanuni mbalimbali zinazohusiana na masuala ya uchumi na maendeleo binafsi. Sisi hatuendelei kwa sababu hatuna hivi vitu. Havijarahisishwa katika mifumo yetu ya elimu na malezi au na makuzi kuturahisishia kuanzia tukiwa na umri mdogo kwamba tufanyeje ili na sisi tunapokuwa vitu vikubwa ambavyo sisi tunavijua na tunakariri ni shule tu. Yes. So Ikigai, one of the Japanese principle ambayo inatumika na mabilionaires wengi. Kama utafocus na utapay attention, Ikigai itakunyanyua kutoka one step to the next. Ikigai in Japanese, kwenye tafsiri tutakuja baadaye, lakini Ikigai ina principles 4, ina kanuni 4 ambazo unatakiwa uzikariri kwanza na uziweke akilini ili zikurahisishie. Tukienda kwa haraka, kanuni ya kwanza ya Ikigai, kwanza unatakiwa ujue wewe unapenda kufanya nini. What do you like doing? Kitu gani unachopenda kufanya? Wewe una passion na mambo gani? Wewe unapenda kamera, wewe unapenda editing, wewe unapenda kuchora, wewe unapenda nini? Kitu gani ambacho ukikifanya hauchoki? Kitu gani ambacho ukikifanya hauboeki? Kitu gani ukikifanya hata ikiwa ni under pressure una uwezo wa kuperform vizuri? Kitu gani unachopenda kukifanya? Kanuni ya kwanza kwenye kanuni 4 za Ikigai. Kanuni ya pili ni wewe uko vizuri kwenye nini? What are you good at?
Ikigai inataka wewe ujijue wewe. Umeona? Wewe uko mzuri kwenye nini? Wewe una taaluma gani? What are your professions? What are you good at? Wewe una uwezo wa kufanya nini haswa? Yani ukiambiwa kitu fulani unaweza kufanya, una uwezo wa kujibu kwa kujiamini kwamba mimi nina confidence na kufanya kitu hichi 100% kwamba nina uhakika na kiweza. You are confident kwamba kitu fulani una uwezo wa kukifanya. Ikigai second principle, what are you good at? Wewe ni mzuri kwenye nini? Umeona? Sio kitu cha kubahatisha. Kitu cha tatu, wewe ujue dunia inataka nini? What the world needs. Jamii inayokuzunguka ina changamoto gani ambazo wewe una uwezo wa kuzitatua? Umeshanifahamu? Wewe una uwezo wa kutatua changamoto gani? Dunia inataka nini? Watu walioko karibu na wewe wana changamoto gani ambazo wewe kulingana na vitu unavyovijua au kulingana na taaluma yako una uwezo wa kuvitatua? Umeona? Kanuni ya 3. Kanuni ya 4 inataka wewe sasa ujue ni kitu gani sasa kinaweza kukulipa sasa. What can you get paid for? Umeona? Ujue unachopenda ukifanya, your passion, mapendekezo yako wewe ni nini, vitu gani ambavyo vizuri ukivifanya hauchoki. Umeona? Alafu ujijue wewe una taaluma gani, unajua kufanya nini vizuri kwa kujiamini bila wasiwasi wowote. Kama hauna kitu unachokijua, anza kujifunza sasa. Anza kutengeneza misingi ya kuwa na taaluma. Taaluma tusikariri kwamba lazima iwe umepata chuoni au shuleni au kwenye college sio wapi. Taaluma zipo zinatengenezwa na mazingira ya kutengeneza taaluma yako mengi sana. Next time nitakuja na taaluma 50 ambazo mtu unaweza ukajifunza bila kwenda shuleni au college yoyote. Kanuni ya 3, ujue dunia ina changamoto gani, jamii inayokuzunguka ina vipengele gani ambavyo wewe una uwezo wa kuvisolve. Kitu cha 4, lazima ujue ni kitu gani ambacho kinaweza kukulipa sasa. What can you get paid for? Hiyo ndo ikigai. Kwa hiyo leo nimekutajia kanuni 4 kwa kifupi za ikigai ambazo ukizingatia sasa hivi ukianza kuzifanyia kazi, zichukue zote kama zilivyo, anza kuzifanyia kazi moja baada ya nyingine. Hizi zitakupa msingi, yani zitakupa line ya kufanyia kazi sasa, ili kukaa tayari kwa ajili ya safari yako ya mafanikio. Na usisahau kwamba mafanikio sio destination. Mafanikio ni safari. Mafanikio sio kituo kwamba ukifika mahali fulani umeachieve kitu fulani hapo ndo mwisho, kwamba you are done. Mafanikio ni safari ambayo endelevu, haiishi mpaka mwisho wa ulimwengu huu. Kwa stick to Ikigai principles this week. Until next time kwenye The Magnet Podcast. Ciao. Peace.